saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Usiaisia ninawekwatyo kana nuende kutinda nesa wakeli wa umonde matukuni 17 mwaini wambe mwaka ni wangilile miongweli na itatu. Ndiyo jandini wa Vilingi Wa Mauvoo mwendo wa saa monza nita wa Robert MUTUKU. Tuyambia Mauvoo maito kauntini ya Kitui ni kana mwenini wa governor kauntini ya Kitui wa Mbua kanani ni waikithisia enendi kana muvea wa uiti nukukithia vaina muo wanda wa masivitali ni kiwathukanio ma kaunti isu ya Kitui. Uni tina wa enendi kuteta kana vena muo wa ndawa na muno siya kukitana na sumu yala mwemo maumani nsoka kanani weta kana kila sivitali mbiki ya yu ni kwa ndawa na ime kwithiwa mainya icha nginya sivitali ni ilani ni kana dispensaries. Mwandikito Lina Musangi ni watu mbanesia Mauvoo. Onene sokoni wa Musovo dini yanguni mwingia kati munini uwa ngavana ni wa maikithisia inenzi kana vaisi vitali ona imwe ona ila nini siandoa nisikavikia kukosa ndawa ndini wa utongoi wa miaka 5 wa gavana Julius Makau Malombe. Uni tina wakuweta kana serikali ini yisi kana inenzi ni meithito na ivinda yomo ndini wa miaka 5 nzali wavala waweta kana witi wa kaunti unaimu wau kwa kie akwelesa kana inenzi methi wana ivinda yomo te yengi. Na minista wetu wa health naambia ndawa nisukie kuru ni make sure na dhiti nisafanya ku na dawa cia nini sisi wakasi anzoka ni azamune na ibinda yomu miaka 5 na dhile hospitali maana ina dawa lakini nisambi yobika na to make sure dawa ile ya go throughout ikenda with ya nomaitu ni maitwa ila mena Mauvoo alafu tukweka ile nyamwetu preventive na wewe ni paso bia kudena Mauvoo. Uneni wake ni wakwa tomba ni speaker wa bunge ya kaunti Kevin Kinengo vala waweta kana vayu vinzani serikalini muthingilela kana tabunge ni meyumite kumothe kuma mwenenzi wa Kitui mmeva mwana gavana Malombe. Mheshimiwa Nzouno ni deputy minority leader tali kile jamajana tikia upinzani kwa mbunge ni mwada viondu bunge ya Kitui ya upinzani kabisa. Nditu kuko matui mwe na gavana witu na mbunge unenengewa ya minister na chief officer kauti kazio na enga wana witu kwa jimu chapakazi na deputy governor inezi makaza kuma nesa Go report ya Vilingi Wa Mauvoo kuma mwingi ni Lina Musangi. Kungi ni kana bia Kenya niende kuongela kithito maundoni mautuika kana technology ukunikili wandawa uimi katoa maundwangi yemwamba na nthi ya inti ya Tanzania ya kusevya myanya ya mawe kwa amuika. Aina naitina wa kuthoke wa ni speaker wa mbunge ya nthi ya inti ya Omibila ofisini wake Ulawi Arambi House Annex munini wa Musumbi Rigathi Gachagua nuwetie kana Kenya ni kuende ya kwithiwa na unyanya na India aimathocha masuvia makambuni mausuvia wandawa kwitana Kenya valanake bila uwetie India tayende na kuyana kiusuvia wasindu na kuweta yene vinda isio ya nthi ili kukwatana kuthukumana kwa vamwe. Between Kenya and India has strengthened in recent times, and particularly after the visit of Honorable Prime Minister of India to Kenya in 2016. As you are aware that India is transforming very rapidly, it is growing at a very fast pace, and it is using a lot of modern technology to upgrade its agriculture, its defense system, its technology, its industry, and it is very happy to collaborate with other countries for the betterment of the people of all countries. I find that there is a lot of potential for collaboration in the field of economic development, in infrastructure upgradation. I welcome your offer to explore possibilities of setting up medical institutions in this country, especially in matters of research and medical treatment that would help our young country that is still growing. I must say that we admire your democracy, and we have lessons learned from India, especially the management of elections. You have such a huge population, and your elections are very smooth and seamless.
and we have lessons that we can learn from India. So we'll be strengthening our attached department in our mission in your country to reach out more to Indian investors so that they can invest more in this country, and we can have more imports from India coming to our country and vice versa. Serikali nene jina muvango wa kuambia kuthukumithia kisio cha Dogo Kundu Kilaki kaunti ya Mombasa kuma itukuyemwe ya mwaini wa Mwanza mwakani u. Minista Muveani wa utandithia Moses Kuria atambukite kisioni kikwiyo nuwetie kana mulati wa bilioni 40 uvaniwe kwambia kuthukumithwa kuma mwakani ana wavaniwa kwambia kuthukuma mwakani wa 2023 ateo ni usongiwe itina na miaka 3 kwambia kuthukuma mwakani u. Kisio kicha Dogo Kundu Special Economic Zone kithiwa na kuundu kwa kuseuvisia sindu cia kuthosia ndisianza makambuni kuundu kwa utalii mikawa kati wa sindu ingi. So what we are trying to do is to create a mechanism whereby investors can come in on a short-term solution, even as we wait for the big solutions that are going to come much later down the road. The issue of power, the PS4 Energy is here, and he has committed that the 33 kV line is available for any investor that is going to come in. This is even as we work on the bigger project of a transmission line from Miritini. And also, as I've mentioned before, the part of the project that we are asking for expression of interest include green energy, hydrogen energy, and we expect that some investors are going to come in and start generating energy right in Dogo Kundu for provision to the other people within the project. And on the issue of ports, as you know, Kenya Ports Authority has already tendered for the project to build the berth in Dogo Kundu. But we are saying again, that project completion cannot stop the project from going on. The port of Mombasa, as currently exists, has got enough capacity to service Dogo Kundu in the first phase before the berth is completed. So using road transport, we are going to link any containers and any cargo that needs to move to Dogo Kundu using the Mombasa port. So that again enables us to fast track the project immediately. So in conclusion, we have said that we are going to do all these short-term measures even as we wait for the bigger projects, and we expect Dogo Kundu to be fully operational by 1st of July 2023. Other projects will continue all the way to 2025, but that will not stop investors from moving in, and we expect that by July it's going to be a beehive of activity, thus cutting short by 3 years project that was supposed to start by 2026. According to the original design, investors were supposed to move in in 2026. What we've done today, using creativity and innovation and using teamwork, working together, all the parties involved, we've managed to cut that time by 3 years, and by July 1st, 2023, we expect that the first investors are going to start operations right here. On the part of the county government of Mombasa, we are going to assist in the part of the survey. We are going to ensure that we assist in the part of the water and sewer level. And equally, we will be seeking to talk to all the other political leaders so that the money for compensation is paid to the right people. And we intend to do this on the stipulated timelines as well. Nini tikwatia maradiusu wa Dogo Kundu nuku ya niwanika na Kenya wiki yokwata myanya ya mawia ambapo udhiyo mova nini tusekezeche na mauvombyo. Musesi wa Mtongo TV ni mkwata chuma cha kikiseo na mlena wako atinda nesa. Lakini ndio vocha kimuni kitu cha tunaendele. Kwa mundu bata akamena tena. Kaze timoni ninaongea na idea yake ina tizio batu to positive igera yake kisio yaka naese nye ikagwa. Nilala sema ni kwa mbele ya yoro uzatu ni muhiyo na ina yoma kwa yoma isekana ngo ya ndia nila ikalalo. Enda ikulyo yu nangi maingi ine kutuma wedu wa moto waku tukamake dukelwe nansika ikalandhi tunenani.
kumajana mpaka Desemba brother wana madhamba ambao hata ende bidete ya neno na kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada ola weka isina wakota ndio mdogo siana siena tena ukelia mwana no ona nyumba we motavyo ndepika umwana kana etrika mono asitwa na wikara kina tudu kesi siana sipe na trima na kana na sio sina mawoni misigo ngoja siku kusikono na mtukati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hili kwa stereotypes siaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki chanda wasi amete kila kitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili waki science nitu itama woki wathokanyo ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwa matoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauwangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wakeli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wakatatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wakana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wakatano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wathanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Motomo. Kana tukunie simu kwisila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Nina udho chengi tuendeye na kumanithia vena vata wa utwi wa koti kunewa ndaiya ni kana mwenendi athukumwe kwanzela ya ilite uni uneni wa ikali makisio cha makina kila kithi tunangusanisio kati wa serikali ya kaunti ya Taita Taveta na kaunti ya Kwale na vala maofisa ma serikali ya Taita Taveta mabithukiiwe mayosani ya koti kisioni kiuki na ngusanisio kwinana na utwi wa koti wa kanata itani ya ilite ukolania koti usu na kuwikia kwa akaunti ya vengi ya vamwe na kaunti ya Kwale. Enendia measia mayesi vala matonya kukwata uthukumi wa serikali mwenda gavana wa Taita Taveta Andrew Mwandime na munyanya wa Kwale Fatuma Chani mekalendi na kumanda usungio wa kumina ngusanisio isu. Identify wa vijana hao maafisa na wale ambao na shughulika na mambo za usanyaji wa ushuru kama waine na wale wanafanya usafi. Umesema kwamba lazima iwe na joint account. Sijayasikia mambo ya joint account ya different counties. Sijasikia mambo ya different. Sijasikia mambo ya maofisa wamekuja kwa ajili ya kufuatana na haki ile ambayo koti iliamua juzi ya kwamba hapa ushuru uchukuliwe na Taita. Na kisha kitu cha kupendeza ni kwamba ushuru ule uchukuliwe na Taita na akaunti iwe moja. Baadaye tunakuja tunakuta kwamba wale vijana hasa wetu ambao wamechukuliwa
angalau wapate ajira, wamezuiliwa, hizo gari zimefungwa. Kwa hivyo kitu tunachohitaji ni kwamba ni serikali ingilie kati huu mzozo wetu, kwa sababu sasa hii tuna vita. Mtu anayeumia ni mwananchi wa kawaida, kwa sababu huduma za kiserikali Kwale hatupati na Taita hatupati. Kwa hivyo tunahitaji wakati huu haya mambo yaishi. Tuko haraka tena sana. Sasa hivi vijana hata walikuwa na furaha tangu asubuhi, wameajiriwa kazi, tena hivi wamesimamishwa. Kwa hivyo gavana Taita, gavana Kwale, tafadhalini mzozo uishe leo, kesho vijana wetu waendelee na kazi, kwa sababu watu walikuwa na raha, wameandikwa kazi, hivi tena wazuiliwe. Kwa nini? Na tangu hapo kuzaliwa kwangu tena nimefika hapa, naona huduma inaendelea vizuri ya Taita. Lakini sasa kwa hii katikati kuna uonevu, hakuna uwazi. Kwa hivyo tunasihi huu mzozo leo uishi. Na mathauni kana Robinson Chihoi wa Kumandi ya Zimbabwe ni wotongoisya mathauni ma golf ma mukondo wa keli masafari tua Sigona athaukiangi ni maimiwe ni kuvikia kiwango kila kikwendeka kuthi mukondo wa katatu valana wa athauki miongo elime na utuika na ungi umwe ukwivundisya Joroge Kibugu makwatie ivuso ya kana valama ikwatiwa kuthauka kwi umundi. Chihoi ula ukwatie shoti miongo muonza raundi ya mbe na ongela ingi miongo muonza raundi ya keli yoneka atonya kusinda mathau alame na usindani movyo. This is Sigona Golf Club where we having the safari tour leg. This is the third last leg. We shall be having Karen on the 4th of February and we shall be having the last one at Muthaiga on the 18th of February. So far things are good. Today was Tuesday, it was the day of the cut. We have had 20 professionals and 1 amateur making the cut. The cut was standing at +8. What I can say is that the course is really playing in good condition. This is a true test to the professionals who are planning or who are preparing for Kenya Open. And therefore, we are looking forward for the 3rd and the 4th round as we battle out. Currently, Robson Chino is leading. He's ahead by 2 strokes, followed closely behind by Eric Ooko and Greg Snow. I think it will be a battle of titans as we get in tomorrow and as we even go forward to the 4th day and to the final day. Naindi museisya Mauvoo anangi kwa ulikwima kwa atasili kama ndo saa umwe na nusu na saitu na nusu sia wiyo na ke Faith Mackenzie. Nyeni toa Robert Mutuku ni kuendea usiaisya museo tiwanesa.